Neno la Bwana linasema katika kitabu cha Yohana mstari wa 7, sura ya 7, yani sura ya 7 mstari wa 7. Neno linasema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Maanake kila aombaye atapokea na kila atafutaye ataona. Sasa hapa ni jambo la kujiuliza, mbona Wakristo wengi wanaomba na bado hawapokei? Mbona wanatafuta uwepo wa Bwana na bado hawauoni? So kuna kitu cha kujifunza katika hili neno. Anasema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona. Manake kila siku Wakristo wanaingia kwenye maombi, lakini bado hawajauona ule uwepo, bado hawajaona ule utukufu wa Bwana, na bado wanaomba na bado hawapokei, hawajibiwi. So kwa nini sasa hawajibiwi? Basi kutakuwa kuna changamoto katika maombi. Si changamoto tu kwa mtu mmoja, bali kwa kila mmoja anaingia kwenye maombi na bado hajibiwi. Unajua ni kwa sababu gani? Najaribu kutaka kuliweka sawa hili. Anapokopa anasema ombeni nanyi mtapewa, anapokopa anasema ombeni nanyi mtapewa. So sikiliza, unaweza ukaja kwangu ukaja kuhitaji kitu fulani, maombi fulani, ukaja kuomba, lakini katika uombaji wako, je, unamaanisha kitu gani? Unajua kuna uombaji wa aina tatu. Kuna mwingine anakuja kukuomba lakini kwa hali fulani ambayo kidogo sio yenye kuridhisha fulani. Kuna mwingine anakuja kuomba kwa unyenyekevu, na kuna mwingine anakuja kuomba akiwa anamaanisha anahitaji msaada wa uharaka. Okay, tazama hii hapa. Kwa nini, turudi hapa, kwa nini Wakristo wanaomba kila siku na bado hawapewi? Kuna changamoto katika uombaji. Si changamoto kwa mtu mmoja, bali kwa kila mmoja kuna changamoto. Ngoja nikupe hii hapa. Tazama, neno la Bwana linasema hivi katika kitabu cha Yakobo, sura ya 4 mstari wa 3, inasema hivi, hata mwaomba hampati kwa sababu mwaomba vibaya. Ngoja nikwambie kitu kimoja. So kwa sababu hivi tunaona kwamba kila mmoja akijaribu kuingia kwenye maombi anaomba vibaya. Si wengi huwa wajibiwi. Kwa maana hapa duniani maombi yetu huwa yanakuwaga ni mabaya mbele za Mungu, na ndio maana hatupati. Hata mwaomba hampati kwa sababu mwaomba vibaya. Sikiliza huku chini anapokuja kuja kusaisha, anasema mwaomba ili mvitumie kwa tamaa zenu. So hapa tunakuja kujifunza kwamba maombi yetu inabidi yamwelekee Mungu kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Manake kama yakimwelekea Mungu kuna msaada dhidi ya maisha yetu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ujue kuna kitu inabidi tujifunze. Kama kule kwenye kitabu cha Yohana tumeambiwa kwamba ombeni, lakini huku tumekuja kusahihishwa, muombapo hampati kwa sababu mnaomba vibaya. Sasa ni vipi tunaweza kujifunza tuombe vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Uingiapo kwenye uwepo wa Bwana, uingiapo kwenye nuru ya Bwana, au uingiapo kwenye nguvu za Bwana, jitahidi kwanza tafuta utukufu na nguvu kutoka kwa Bwana. Haleluya. Maanake usiingie kwanza kuachilia matatizo yako katika jina la Yesu. God will bless you. Amen.